Mtu aliyesahaulika kanisani. Kuna watu ambao dunia haiwaoni, sio kwa sababu hawapo, bali kwa sababu hawapigi kelele. Hawajitangazi, hawajisifu, hawasimami mbele ya watu. Wanaishi kimya na mara nyingi wanaondoka kimya. Hii ni hadithi ya mtu mmoja ambaye karibu kila mtu kanisani alimwona, lakini hakuna aliyewahi kumtambua. Jina lake ni Mzee Paulo. Hakuwahi kuhubiri madhabahuni, hakuwahi kuongoza kwaya, hakuwahi kuitwa mgeni rasmi. Alikuwa tu mzee wa kawaida. Kila ibada alifika kanisani mapema kuliko wote. Wakati wengine bado wanalala, yeye tayari alikuwa amekaa kwenye benchi la nyuma. Alikuwa anavaa suti ile ile ya zamani, iliyokuwa imechakaa mikononi. Viatu vyake vilikuwa vimezeeka, lakini macho yake yalikuwa na utulivu wa ajabu. Watu wengi hawakujua hata jina lake. Walimuita tu yule mzee wa pale nyuma. Baadhi walidhani ni maskini, wengine walidhani hana ndugu, na wengine hawakuwahi kumfikiria kabisa. Baada ya ibada, watu walikuwa na haraka kupiga picha, kusalimiana, kupanga mipango ya wiki. Lakini Mzee Paulo alibaki kimya. Alikuwa anakaa pale kidogo zaidi baada ya watu kuondoka, kichwa chake kikiwa kimeinama, midomo ikiongea maneno yasiyosikika. Hakuna aliyejua alikuwa anafanya nini. Miaka ilipita. Kila ibada, mahali pale pale, benchi la nyuma, kimya kile kile. Siku moja hakutokea. Watu wachache waligundua, wengi hawakuona tofauti. Ibada iliendelea kawaida. Nyimbo ziliimbwa, mahubiri yakahubiriwa, watu wakarudi nyumbani, lakini benchi la nyuma lilikuwa tupu. Wiki iliyopita mchungaji alipokea simu. Habari zilikuwa fupi sana. Mzee Paulo amefariki. Hakukuwa na familia iliyokuja kanisani kutoa taarifa. Hakukuwa na mtu aliyedai kumfahamu vizuri. Kanisa likaamua kufanya mazishi yake kwa heshima, kwa sababu alikuwa mshirika wao. Siku ya mazishi ilifika. Watu wachache sana walihudhuria. Wengi hawakumjua, lakini kabla ibada haijaanza, mtunza kanisa alimletea mchungaji boksi dogo lililopatikana chumbani kwa Mzee Paulo. Ndani yake kulikuwa na vitu vitatu tu: Biblia iliyochakaa, daftari la zamani na orodha ndefu ya majina. Mchungaji akaanza kusoma daftari lile, na hapo ndipo ukimya ukaingia kanisani. Kila ukurasa ulikuwa umejaa majina. Majina ya watu wa kanisa, waimbaji, viongozi, vijana, watoto. Karibu kila mtu aliyekuwepo pale, jina lake lilikuwepo. Pembeni ya kila jina kulikuwa na maneno: ninaombea ndoa yake, ninaombea afya yake, ninaombea imani yake isimame. Leo nimemwombea tena. Daftari lote lilikuwa daftari la maombi. Mchungaji akaendelea kusoma na machozi yakaanza kumtoka, kwa sababu tarehe zilionyesha kitu cha ajabu. Kwa miaka mingi, Mzee Paulo alikuwa anakuja kanisani mapema kila Jumapili, si kusikiza tu ibada, bali kuombea watu wote kabla hawajafika. Ghafla, watu wakaanza kukumbuka mambo. Mwanamke mmoja akasema, nilikuwa karibu kuacha ndoa yangu, lakini ghafla nikapata amani na siyoielewa. Kijana mmoja akasema, nilinusurika ajali mbaya miaka iliyopita. Mwingine akasema, nilirudi kwa Mungu wakati nilikuwa nimepotea kabisa. Na hakuna aliyejua, kulikuwa na mtu mmoja nyuma ya pazani akiwapigania kwa maombi. Mzee aliyedhani amesahaulika alikuwa askari wa kiroho wa kanisa lote. Hakutafuta jukwaa, hakutafuta sifa, hakutafuta kuonekana. Alitafuta tu Mungu awatendee wengine mema. Mchungaji akafunga daftari pole pole, kisha akasema maneno ya kuwa hakuna aliyesahau siku hiyo. Tulidhani tunamhudumia Mungu madhabahuni, lakini shujaa wetu alikuwa kwenye benchi la nyuma. Ukumbi ukajaa kilio cha kimya.
kwa sababu watu waligundua ukweli mmoja mchungu. Walikuwa wameishi miaka mingi karibu na mtu mtakatifu bila kumtambua. Na hapo ndipo ujumbe wa Kristo ulipoonekana wazi. Yesu aliwahi kusema kwamba walio wakuu katika ufalme wa Mungu si lazima wawe wanaonekana zaidi. Wengine wabeba dunia kwa maombi yao kimya kimya. Wengine wabadilisha historia bila majina yao kujulikana. Kwa sababu mbinguni, Mungu hahesabu umaarufu, anahesabu uaminifu. Labda hata leo kuna mtu anayekuombea bila wewe kujua. Mama, rafiki, au mtu ambaye ulimwona wa kawaida tu. Na labda wewe mwenyewe unaweza kuwa mtu huyo kwa wengine. Kwa sababu huduma kubwa si ile inayoshangiliwa, bali ile inayofanyika wakati hakuna anayekuona. Na tangu juma hile, kanisa lile halikuwahi tena kudharau benchi la nyuma, kwa sababu walijifunza, wakati mwingine mtu anayeonekana mdogo duniani ndiye mkubwa zaidi mbinguni. Na wewe unaisikiliza simulizi hii, huenda unahisi kama hakuna anayekuona. Huenda unahisi juhudi zako hazitambuliki. Huenda unahisi umesahaulika. Lakini kumbuka hili, hakuna maombi yanayoenda bure mbele za Mungu. Hakuna machozi yanayopotea mbinguni. Hakuna huduma ndogo katika ufalme wa Mungu. Mungu huwaona wale ambao dunia haisumbuki kuangalia. Na kama simulizi hii imegusa moyo wako, endelea kufuatilia simulizi zetu, kwa sababu kila simulizi ni ukumbusho kwamba Mungu bado anaandika hadithi za watu wa kawaida kwa njia zisizo za kawaida. Jiunge nasi kwa kusubscribe, washirikishe wengine. Huenda simulizi inayofuata ndiyo itakuwa jibu la mtu anayehitaji tumaini leo, kwa sababu wakati mwingine Mungu hubadilisha maisha kupitia simulizi mmoja tu. Tumefika mwisho. Kwa heri.